Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu katika kufuatilia darasa zetu mbalimbali katika vipindi hivi biidhnillahi taala. Ni sehemu nyingine tena tunamzungumzia jini qarin, hii ikiwa ni sehemu ya 4 tunamzungumzia jini qarin, na inshallah katika sehemu hii ya 4 katika kumuelezea jini qarin tutazungumza namna qarin anavyokutia nuksi au mikosi, mambo yako yakaharibika, ukakosa interview, ukafeli katika jambo husika. Kinachotokea ni kwamba kama tulivyoeleza, qarin ni jini ambaye yupo kwa kila mwanadamu. Yupo kwa kila mwanadamu, kila mtu anaye, awe Muislamu au Mkristo. Jini huyu kazi yake ni kuharibu mambo na kuvuruga ustawi wa maisha kamili ya mwanadamu, kuharibu uhusiano kati ya mwanadamu na Mola wake. Anachokifanya qarin ni kwamba umekwenda katika sehemu ya interview unahitaji kazi, ukafanya interview na ukapass vizuri kabisa, kisha ukaondoka wakikwambia kuwa watakupigia simu, lakini baada ya kuondoka huku nyuma, qarin anachokifanya yeye anafuta jina lako kabisa katika fahamu za wale watu. Kwa hiyo ukiondoka, wale watu hawatakukumbuka hata kama ulifanya vizuri katika interview. Na hivi ndivyo ambavyo inavyoonekana na kutokea kwa watu ambao wanakwenda kuomba kazi sehemu, wanakwenda kufanya interview sehemu kwa ajili ya masala ya kazi au wanakwenda kuapply jambo fulani la zuri, aidha chuo au aidha kitu gani, lakini matokeo yake nyuma yake wakiondoka yanakuwa ni haya. Lakini kadhalika qarin huyu anaweza kuvuruga kwa njia hiyo akavuruga mahusiano ya mtu, kwamba siku utakapokutana na huyo mtu ambaye uko naye katika mahusiano, basi baada ya kuondoka tu dakika zile qarin anafuta kumbukumbu zako zote za maana na za msingi katika mfumo wa akili ya yule mtu. Ukiondoka baada ya hapo, anakuwa tena yule mtu hakukumbuki. Lakini kadhalika qarin huyu ndio ambaye anaweza kukutangulia mbele ya biashara yako. Umekaa katika biashara, unafanya biashara zako, qarin anakuwa mbele, basi kila mtu atakayekuona hatopata hamu na hamasa ya kuja kufanya biashara na wewe au kuzungumza na wewe. Qarin huyu ndio ambaye anaweza kuvuruga hata mahusiano yako na watu wa karibu. Yani kifupi, kinachotokea kwa qarin, kwa jambo lolote unalolifanya, akitaka usifanikiwe, yeye huwa analitangulia. Akishalitangulia lile jambo, kamwe hautoweza kufanikisha jambo hilo. Na kuomba usubscribe katika channel yetu, lakini pia kama una swali uliza kwenye comment. Namba yetu ya simu ipo katika screen yako kama kuna jambo unahitaji. Ewe Muislamu mwenye moyo thabiti, imani na huruma na mapenzi katika dini, tumewasilisha ombi letu kwa Waislamu muda sasa, kuomba kusaidiwa katika changamoto ya kupata eneo rasmi kwa ajili ya kujenga madrasa kwa ajili ya vijana hawa ambao wanajifunza kuhusu Uislamu, lakini bado hatujafanikiwa. Hivyo changamoto kubwa ambayo inatukabili kwa sasa ni kwa kodi. Tunalipa karibuni 120,000 kila mwezi ili watoto waweze kusoma. Hatuna mdhamini wa kutunulia vitabu, wala kutulipia kodi, wala bili ya umeme, wala bili ya maji. Yote haya tunayafanya kwa ajili ya dini. Mwalimu ndio anashughulika na harakati zote hizi. Inshallah tunakuomba mchango wako kupitia nambari yetu ya Airtel ya 0692074649. Jina litatokea ni Mustafa Jumanne, au nambari yetu ya Tigo Pesa 0657990471 inshallah. Lakini pia kama una uwezo kuja kutunulia eneo, basi tununulie eneo tupate kujenga madrasa yetu na tuache adha ya kulipa kodi. Tunaomba mchango wako kununua vitabu sasa na kulipa kodi ya maji, umeme pamoja na kodi ya vyumba vya madrasa ambavyo tunavisoma. Sisi madrasa yetu inaitwa Madrasa Tawfiq al-Islamia, iko chini ya Sheikh Dr. Hudhud. Inapatikana Mlandizi, Kibaha, mkoa wa Pwani, kata ya Mtongani. Kwa mawasiliano hayo unaweza kututafuta WhatsApp au ukaja moja kwa moja katika eneo husika, Mtongani, Mlandizi, mkoa wa Pwani.